Yesu Bwana awabariki. Hapa watoto wote tunje. Bow down and worship you. And worship you. Worship you. Oh, worship you. Sing we bow down. We bow down and worship you. Sing we bow down. We bow down and worship you. Worship you. Oh, worship you. Say we bow down. We bow down and worship you. Sing we bow down and worship you. Worship you. Oh, worship you. Naomba watoto tuinue mikono yetu. Wazazi tuelekezee watoto wetu mikono, tuwanenee baraka. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa baraka ya watoto. Waweka wako mikononi Bwana, tukuombea baraka, tuombea ulinzi, wakahifadhike, wakaone wema wa Bwana. Bwana, naomba maisha yao yatakuwa mema, naombea ulinzi utokao kwako, mchana na usiku wakalindike, wakiwa manyumbani, wakiwa shuleni, popote watakapokuwa. Natangaza kwamba watamalizia mwaka vizuri kwa ushindi, wakiwa wamelindwa na Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Mwovu shetani hataona hata mmoja wao. Asante kwa wazazi wao, kabarikiwe Bwana. Watakuwa na mali ya kuwakuza. Hakuna ambaye atakosa hata chakula wala mkate. Hakuna ambaye atapungukiwa. Na kupa sifa na kupa utukufu. Uinuliwe na uimitiwe milele. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Sema amen. Amen. Asante sana. I want us to make our confession. 1, 2, 3, go. And God is able to make all grace abound towards me, that I always having all sufficiency in all things may have an abundance of every good work. Amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Ni nani amekuja na daftari, kalamu, Biblia? Great. Nani amesahau? Nasema sawa. Sasa Jumapili njao sisahau. Si ni kweli? Sio usahau hiki mfuko ukienda shule. Hapo unasahau vitabu. Sasa Jumapili hakuna kusahau. Si ni kweli? Kila siku ukija wabeba kitabu, daftari, kalamu na Biblia. Si ni sawa? Na Bwana atubariki. Kwa hivyo tukitoka hapa tunaenda ukae karibu na mzazi. Hakuna kukaa nyumba, hakuna kukaa peke yako. Si ni sawa? Na unakaa unatulia, hakuna kurandaranda. Unaandika notes tukifundisha. Si ni sawa? Tumekubaliana. Hiyo iko sawa. Nani anasema anarandaranda tu? Sawa. Sisi wote watoto wazuri tutatulia na Bwana atatubariki. Amen. So asante. Tumesema in God is able. Tumesema. Sawa, asante. Sasa tunaweza tukarudi. Bwana atubariki. Tunarudi tunaketi tunatulia. How merciful is your name. How merciful is your name.
that you are merciful God. I pray as I share your word. Ask for revelation and anointing. Let it come with power to heal the sick, to transform lives, to change destinies of men and women. In the mighty name of Jesus, let all powers of darkness be subdued. We take charge. In the name of Jesus, I pray this service be full of love of God. In the name of Jesus, Lord, speak to us, Lord. Minister grace to every one of us. I pray those who came without hope, let them receive hope. In the mighty name of Jesus, you are faithful, you are mighty, you are great, umwaminifu, au badiki kamwe. Utukufu wote kurudia Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Pigia Bwana makofi mazuri. Usiache Bwana siku kupokea jambo kutoka kwa Bwana. Kama ni wewe, inua mkono na useme haleluya. Haiwe maombi kwa haiwe maombi. Acha iwe maombi kwa Bwana. Papa, Wilfred, and Mama Rita, let's put our hands together. Praise, amen. Leo ambao umefika kwa nyumba ya Bwana kwa mahali pasawa, Bwana atakutana nao na kutendea jambo jipya. Nasema Bwana atakutendea muujiza siku ya leo. Au utakuwa jinsi umekuja. Kwa maana umekuja mlima Zayuni. Haleluya. Kuna mtu anaamini? Tuko sawa? Oh. Asante. Salimia jirani yako, mkaribishe, umuonyeshe mahali pazuri pa kuketi. Na umwambie uko mahali pazuri. Asante kwa Bwana wabariki. Wapigie wanakuwa makofi. Nasema wapigie makofi wanakwaya wa kimataifa. Na pia upigie na Wesley ya kimataifa makofi mazuri. Makofi ya kimataifa. Amen. Glory to God. Asante, tunaweza tukaketi. I want us to go straight to the word of God. Thank you, Lord Jesus. Hosea chapter 4, verse 6. Tasoma maandiko kadhaa. Hosea chapter 4, verse 6 nasema, my people are destroyed for lack of knowledge. Because imetuletea Kiswahili. Kama imetuletea, sema amen, tusome pamoja. Ikifika una shout amen. Amen. I want to go. Pole tu vizuri, kila mtu apate. Go. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu na kwangu mimi. Kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu. So I want us to read Proverbs chapter 4, verse 7.
very familiar scripture for us. Nasema bora hekima ama wisdom is a principal thing. Therefore get wisdom, and with all you are getting an understanding. Tumefika tusome Kiswahili. Na kwa mapato yao yote jipatie ufahamu. Then chapter 1 verse 7. Tumefika pale na bado. Basi. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Acha nisome maandiko ya mwisho hapa. 2 Kings chapter 5 verse 1. Kwa pale. Second Kings chapter 5 verse 1. Basi. Go. Basi Naamani, jemadari wa jeshi ama mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari kwa vita, lakini alikuwa mwenye nguvu. Mstari wa 2. Na Washami tuko pamoja. Kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akahudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angeponya ukoma wake. Mstari wa 4. Go. Amen. Bwana nabariki kusoma kwa neno lake. Ningependa niongee kuhusu ujumbe ambao nafikiri kuna wakati nilianzisha na hatukwenda sana, nilisoma kidogo. Ningependa niende deeper kidogo. Nisema we talked about the sixth spirit in Isaiah chapter 11 verse 1, 2, 3. And I want to talk about the power in the knowledge. There's a spirit of knowledge, the fear of the Lord. Amen. Na ningependa niongee kuhusu uwezo ama the power of knowledge. Maandiko nasema power of knowledge Kiswahili itakuwa ni uweza wa ufahamu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Itafundisha vizuri ndio tuelewe. Maandiko inasema hivi, my people are destroyed because they lack knowledge. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wa Mungu ni mimi na wewe. Watu wa Mungu ambao wanaangamizwa ni wale ambao wanaitanishwa na jina la Bwana. Na maandiko inasema ijapokuwa wanaitanishwa na jina la Bwana, ijapokuwa wanaitanishwa na Mungu mwenye uwezo, kuna wale ambao wanaangamizwa. Kuna wale ambao wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na ningependa nikuambie mambo fulani kwamba jambo usilolijua kwako ni usiku wa giza. Na kama haujui jambo, hata kama liko rahisi kiasi gani, unaweza ukahangaika. Lakini ukipata ufahamu ile jambo, inakuwa ni jambo rahisi kwako. Amen. Mara nyingi huwa mambo yanatutendekea na tunaanza kuangalia nini, what is the cause.
Mambo mengine tunayasababisha sisi na tunalaumu shetani bila kuhusika. Sababu tumekosa maarifa, tunafanya makosa na tunasema ni shetani. Unapata mtu anajua anafaa akule vizuri, apumzike ya kutosha na afanye zoezi. Mambo matatu ili ukae vizuri. Lakini unapata ni kula, hata fasting hakuna zoezi, pako mtu anangojeka na anasema ni shetani. Unapata mtu amefanya kazi mfululizo bila kupumzika, mwili unampumzisha na lazima nasema shetani ameniattack. Kukosa maarifa. Amen. Kwa hivyo mambo mengine ambayo tunafanya, Mungu anaangalia, anasema hii ni ignorance. Hii ni ukosefu wa maarifa, na huyu mtu hata ameanza kulaumu mwingine. Kila mara ukipata jambo la kulaumu jambo lingine au mtu mwingine, jua tayari umefeli. Unaanza kulaumu hata watu wengine hawakuhusika kutokana na masaibu yako. Wengine wanalaumu wazazi, kama mzazi angenisomesha. Wengine analaumu jirani, kama jirani angefanya, kama huyu angenisaidia. Lakini sikia, Mungu mwenyewe ambaye alikuumba angependa tupate maarifa ya mambo yote, ndio tutembee kwa njia ambazo ni za baraka zake kikamilifu. Amen. Na maandiko inaendelea kutuambia kwamba the fear of the Lord, ama kumcha Bwana, ndio chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana, the fear of the Lord, ndio mwanzo wa maarifa. Hii maarifa ambayo naongelea hekima ama maarifa ambayo yanatokana na Bwana. Kuna hekima ambayo Bwana hupea watu wa kuweza kujua na kuona mambo mengine wale wengine hawezi wakaona. Na hiyo hekima ama huo uwezo, hayo maarifa unayapokea ukitembea na Bwana. Haleluya. Unayapokea ukikaa mbele na uwepo wa Bwana, nyumbani mwa Bwana, na unafundishika. Unayapokea ukianza kutendesha yale mafundisho ambayo Bwana analeta kwetu. Mara nyingi tunapokea mafundisho lakini tunashindwa kuyatendesha. Acha nielezee kitu pale. Ufahamu ama maarifa ni wakati umepewa the knowledge kama saina na kuhubiria, ama umesoma kitabu. Hicho kitabu kinabeba maarifa. Na unaweza ukawa na maarifa ambayo bado ja download in your spirit, in your mind, ambao umenunua kama ni kitabu cha kisoma, ambao ni Biblia bado iko pale unjaisoma. Kama kuna jambo unafanya, itafute kwa Biblia na utapata mwelekeo mzuri. Amen. Chochote unafanya, chukua maandiko, utafute ni maandiko gani yanahusiana na hiki nafanya. Na ukiyasoma na ukiyatendesha kazi, ukimwambia Bwana, ninajua maandiko inasema ninaenda kwa hii biashara na inasema ni wewe ambao unanipa uwezo to prosper. Unaenda pale ukiwa na maandiko umesoma na ukayaweka kwa maisha, utaona tofauti. Lakini yanaweza yakawa kwa Biblia na yakawa bado sababu yajaingia ndani yako ni knowledge ambayo umefichika, ni maarifa ambayo bado yajaingia ndani. Kwa hivyo hiyo maarifa huwa ni information. Na ile information ama hiyo taarifa ama hiyo maarifa ukipokea ama ukijua, inabadilika inakuwa ufahamu. Umefahamu. Sasa kama imeandikwa na utasoma knowledge, maarifa, ukisoma inakuletea understanding ambao ni ufahamu. Ule ufahamu ukiutendesha kazi inakuwa wisdom. Haleluya. Na ili mambo hayo yote yafanyike, kuna mambo unahitaji pia ujue. Kuna mahali pa kufundishwa, kuna mahali pa wewe kujifundisha, kuna mahali pako pa kuwajibika. Na ni vizuri zaidi ukiwa na ufahamu wa mambo mengi. Niseme hivi, Proverbs anasema ni bora hekima, basi jipatie hekima, nao mapato yako yote jipatie ufahamu. Kwa hivyo anasema kama mradi unaishi kwa hii dunia, ama mradi uko hai,
wisdom is a principle. Ama hekima ni bora. Ukisikia ni bora inasema ni kitu ambacho ni kizuri sana. Kwa hivyo haufai kutembea bila. Na inasema kwa vyovyote kile ambacho unapata upate ufahamu. Usitembee bila ufahamu. Najua maandiko yanasema don't be like a mule. Usikae kama yule anaitwa nani sasa? Yule farasi ambaye anachanganya. Ambaye ana hekima. Yaani afikiri na maandiko yanasema ana akili. Na kwa hivyo anataka Mungu anasema tukue na ufahamu, tusikae ignorance. Throughout the Bible Mungu apendi watu ambao wana ufahamu. Sababu wale ambao wana ufahamu anasema hatima yao ni kuangamizwa. Haleluya. Na anasema mwanzo wa ufahamu ama maarifa ni kumcha Bwana, the fear of the Lord. Ukiwa na kichwa cha Bwana utatii neno lake. Utalifuata, utamtafuta kwa bidii. Anasema mtafute maadamu apatikanapo. Muite wakati uko karibu. Na haya majira nimekuja kuambia ni majira Bwana anaweza akapatikana. Ni majira ambao unaweza ukamtafuta ukiwa unafahamu kwamba amesema ukimuita ataonekana na ataonekane kwa maisha yako. Anatuonyesha ufahamu ama vile na uwezo. Kwa maana kama mtu ajui jambo anaweza akakapangiza. Lakini wakati mwangaza umekuja unashangaa nilikuwa nafanya nini miaka hiyo yote hapo. Kumbe ningeondoka mapema. Kumbe jambo lingetendeka. Unaweza ukakaa na hali yako ukifikiria hii hali ni yangu na iwezi katoka. Lakini majira ikifika ukipata ufahamu unajua kumbe hii hali inaweza ikaisha. Amen. Lakini mradi tu hauna ule ufahamu unakaa ukiwa mahali pamoja mpaka mwangaza wa ufahamu uingie ndani yako, unjue kwamba hii hali yangu inaweza ikaibadilisha. Hii hali yangu iko na suluhisho. Nimekuja kukuambia mambo yote ambayo unapambana nayo hii duniani wewe si wa kwanza. Kuna wengine walipitia na wakayashinda. Kuna wengine walipitia na wakapata suluhisho. Usione kana kwamba hali yako haina suluhisho. Hata kama inakali kuna suluhisho. Sema amen. Maandiko nasema kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Naamani. Alikuwa ni jemadari mkuu wa vita. Tuko pale. Na huyu jemadari kupitia kwake Mungu alikuwa amewapa Washami ushindi mkuu. Alikuwa amewapa Washami ama mfalme wa Shamu ushindi kwa mataifa mengi ambao walipigana naye. Kwa sababu cha tusome pamoja twende go. Amen. Maandiko yanasema basi ukisikia basi inakurudisha urudi hapo nyuma. Ni now, ni sasa. I think ya Kizungu inasema sasa. Inasema Naamani alikuwa ni jemadari mkuu wa vita. Alikuwa ni jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Alikuwa ni mtu mkubwa mbele za bwana wake. Yaani alikuwa ni mtu wa kuheshimika, alikuwa mtu wa kuheshimiwa, alikuwa kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa ushindi. Kwa mkono wa Naamani Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Huyu ni mtu ambaye alikuwa mjumu. Kwa hivyo Mungu anaomba watu wote akiwa na kusudi lake. Hata wale ambao hawamchi Mungu Bwana ako na agenda na wao. Hata wale ambao wanakaa kuangamia maisha yao imekaa imedorora, Bwana ako na agenda. Wengine unaweza ukaona ukasema wanafaa kufa, lakini bado Bwana ako na agenda na wao. Maandiko yanasema kupitia huyo ambaye alikuwa mjuu Bwana, kupitia kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa ushindi wa Shamu na akawapa kuwa washindi. Alikuwa amewapa ushindi mkubwa.
na kwa hivyo alikuwa kuheshimiwa, lakini inamalizia kusema tena alikuwa mtu hodari wa vita. Akienda kwa vita alikuwa anarudi na ushindi. Alikuwa ni shujaa, lakini alikuwa na ukoma. Yaani ukoma, alikuwa na ugonjwa wa katika viungo. Anakatika vidole. Ukoma ni ugonjwa wa katika, si kweli? Na kwa hivyo watu ambao walikuwa na ukoma hizo nyakati walikuwa wanatema. Walikuwa wanakuwa quarantine kama vile corona. Hili sababu aliyesapika kuwa hawafai. Lakini huyu sababu kupitia kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa ushindi. Hapo amewapa quarantine. Sasa nikwambie, kuna kitabu nasikia sijawahi kusoma. Nasikia wanasema wanyama wote ni sawa, lakini wote si sawa. Sijawahi elewa. Lakini nataka nikwambie jambo hapa. Huyo ambaye sababu mkono wa Bwana kupitia kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa ushindi. Wengine wakienda quarantine alikuwa aendi. Na wewe mkono wa Bwana ukiwa juu yako, mahali wengine wanakwama huwezi ukakwama. Mahali wengine wanapitia misukosuko, unapita ukiwa na mwendo kasi. Unapita kwa bidii mahali wengine wanakwama. Na siku ya leo nimekuja kukuombea kwamba mkono wa Bwana ukawa juu yako majira haya, ili ukaweze kupaa kama taa. Ukaende kwa mwendo ambao watu hawezi wakajua. Maandiko yanasema mkono wa Bwana ulikuwa sababu kupitia kwake mkono wake Bwana aliwapa ushindi. Hakuweza kupitia yale wengine walikuwa wanawekwa. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Mkono wa Bwana ukija juu yako, unaanza kufanya yale wengine hawezi wakafanya. Maandiko yanasema Elia alipotoka kuombea mvua, mkono wa Bwana ukawa juu yake na akakimbia mwendo kasi, akashinda farasi ya wafalme. Ukisikia farasi ya wafalme, fananisha na zile gari unaona hapa President Joel Escort. Zinaenda na mbio sababu huwa hakuna baria mbele yake. Huwa vizuizi vyote vya ambaza vyote vimeondolewa. Kwa hivyo huwa wanaenda safari ambao communication kwanza imetangulia, mawasiliano, na ikaonyesha kwamba barabara iko sawa. Hakuna hata hakuna panya anaweza akapita. Na kwa hivyo inatembea na mwendo kasi. Na wakati hiyo farasi inaenda hiyo mbio, mkono wa Bwana sababu ulikuwa juu yake, akaenda mbio akaipita. Naomba haya majira Bwana akakuwekea mkono wake. Uwezo ambao unatoka kwa Bwana. Nimekuja kukuambia hata kama kuna mahali umekaa kana kwako umelegea. Hata kama kuna mahali umekaa kana kwako umestagnate, haijalishi miaka ngapi, majira mapya yanakujilia. Majira mapya ya kutembea na mwendo kazi yawe juu yako. Najua kwamba wakati mwingine kwa safari unaweza ukakwama. Kwa hii maisha kuna mambo mengine unaweza ukapitia ukasema hata hapa sijui nini litendeka. Lakini nimekuja kukuambia kuna Mungu ambaye anawekea watu neema na uwezo ambao unaitwa mwendo kazi. Inaitwa speed anointing, na inakuombea Bwana akakutilia maradufu yake. Haya majira ukaweze kwenda uwezo ambao hakuna mwanadamu ataweza kusema. Maandiko yanatuambia huyu Bwana alikuwa ni jemedari, na ninajaribu kuona vile anatembea pole pole sababu viungo vinakatika. Anaogopa kiatu. Unajua jemedari kiungo kikatika anaweza akareplace ya plastic. Na wale wenzake wanamwangalia, wanajua huyu, wanaomba wachukue position, wanaomba wachukue. Nimekuja kusema yale ambayo yanaonekana kama yatakuhangaisha, hayata kumaliza, utashinda. Maandiko yanasema huyu Bwana hatima yake ikakaa kana kwamba inaangamia. Ikakaa kana kwamba hata malizia. Watu wakaanza kumfanyia mahesabu kwamba tuko tayari wakati wowote tuchukue hiyo nafasi. Lakini agenda ya Bwana ilikuwa tofauti. Maandiko yanasema hivi kwamba you created every part of me. You put me together in my mother's womb. Psalms chapter 139. Nitaipata hiyo maandiko kweli. Acha nitafute. Acha nione haraka. Nasema hivi verse 13.
then I will praise you, for I'm fearfully and wonderfully made. Wonderful are the works that my soul knows very well. Natumia translation nyingine ambayo pengine ya Kiswahili itatema tofauti, lakini the same. Huyu Bwana Mungu alimjua kabla hajaumba. Anamwambia Yeremia, nilikujua kabla hujaumika kwa tumbo la mama, kabla nilikujua. Na Zaburi anasema you created every part of me. Yaani wewe ndio uliniassemble. You put me together in my mother's womb. Na anaendelea kusema before even foundations, before, yani hata kabla Mungu alikujua. Nimekuja kukuambia Bwana alikujua kabla hujaumbika. Na alikuumba na agenda. Na agenda yake hakuna mtu ambaye anajua kwa maisha yako. Nasema ile agenda Bwana alikuambia hakuna mtu ambaye anaweza akaielezea. Mara nyingi watu kimbia wanasema nionee mambo yangu nielezee. Unakimbia ukitafuta nabii akutabirie maisha yako. Lakini nimekuja kukuambia Bwana ndiye anajua maisha yako. Hakuna wanadamu anaweza akajua mambo yako isipokuwa Bwana amfunulie. Wengine uko na hatima kubwa lakini hujajua. Naomba Bwana atakufunulia na utaiona. Na utaanza kuacha kusema sina hiki na sina hiki. Uanze kumwambia Bwana nionyeshe njia. Naye Bwana akikuonyesha, watu wanaishi kushangaa. Ni nini kilifanyika? Watakuuliza ulifanya nini? Kumbe ni wewe ulijua ile ambaye alikuumba. Akona agenda na wewe na akakuonyesha jinsi ya kufanya. Mungu ana upendeleo. Mungu apimi mambo na mizani ile ambayo tunapima nayo. Wanadamu watapima watu based on vile wamesoma wakafika. Watakupima na ile kazi unafanya. Wengine utassess na mahali unaishi, lakini vipimo vya Bwana ni tofauti. Nasema vile Bwana anaona ni tofauti. Yeye alikuumba na hatima kubwa na atakusaidia uhitimisha kwa maisha yako. Hawezi ukaamini anything less. Yesu akauliza, watu usema mimi ni nani? Wajua hiyo swali ni rahisi sana. Hata mimi hapa nikiuliza watu hapa usema ni nani, tutapata majibu kwa haraka. Si ni kweli? Lakini baada ya kumjibu akauliza okay. Wakisikia ajibu akauliza how about you? Na wewe unasema mimi ni nani? Kila mtu sasa akaanza kujificha. Sababu ile majibu atapeana, it is not only subject to correction and to correctness. Yani hawatapeana majibu ya kumpamba tu akubali, ama majibu ambayo inakaa mazuri, lakini anataka kitu ambacho ni cha halisi ama accuracy. Kwa hivyo hata wakimwambia wewe ni nabii, ataangalia je, kweli wamesema ukweli ama wamebahatisha. Na kwa hivyo sababu naamini walinyamaza. Lakini mmoja akatokea akamwambia you are Christ. Akamwambia wewe ni Kristo, anaitwa Petro. Yesu akamgeukea akamwambia Peter, mwili na damu haijakufunulia haya. Akamwambia ufahamu na intellect of man cannot reveal this to you unless Bwana baba yako akufunulie. Hakuna mtu anaweza akufunulia. Na hiyo ajui nasemaje, unless Mungu afunulie mwanadamu huyu, hakuna mwanadamu anaweza kujua. Kwa hivyo acha kusumbuka ukikimbia eti nisaidiwe. Bwana amekuwekea msingi ambao ni wa sawa. Utafute kwa bidii. Tafuta ufahamu. Ufahamu ni kwamba it is God who created for you one agenda. Amen. Na alikuumba, hakukuumba uishi kuhangaika, kuteseka. Hata kumtafuta kwa bidii na kujua ni nini ambacho nafaa nifahamu. Na ukiyafahamu utaona ushindi mkubwa kwa maisha yako. Amen. Kwa hivyo huyu Bwana anaitwa Naamani. Akawa pale kwa hatima ambayo inakaa kana kwamba inaisha. Anaonekana kana kwamba anaelekea mwisho. Hata yeye akiulizwa anajua mahali anaelekea ni kuisha, nitaisha.
lakini anajipa moyo katika Bwana. Maandiko ilituambia alikuwa shujaa jemedari. Ushujaa ni mzuri. Ukiwa shujaa, hata yale ambayo wengine inawamaliza, unajitia ushujaa, unaendelea. Hata kama nasikia kulemewa, anajipa moyo. Unajua maandiko yanasema Daudi, wakati wengine wale ambao wamewafundisha vita, wale ambao aliwachukua wakiwa in distress, discontented, wakati mambo yaliharibika, walipogeuka wakamwambia sasa wanataka kumpiga mawe. Lakini sababu ni shujaa, akajua shujaa anakufa kishujaa. Amen. Akajipa moyo katika Bwana na akasema nipende naivera. Mwanzo wa ushindi wako ni kuvaa naivera. Amen. Naivera ni vazi ya maombi. Wenda huo wakati walivaa hiyo mavazi, lakini kwa leo ni spiritual, ni kuingia kwa maombi. Amen. Na alipoomba Bwana akamjibu, akamwambia go pursue, you overtake, you recover. Sasa nikwambie jambo. Ushindi wako uko kuanza safari, uko kwa kuanza kupiga hatua. Mradi tu umekaa mahali pasha, mradi tu umekaa mahali pa comfort, unaweza kaa sana. Lakini ukianza hatua utamuona Bwana. Amen. Maandiko yanasema wakoma waende wakaongeleshana. Wakasema tufanye nini? Hapa tunahitaji maarifa. Hapa tunahitaji knowledge. Wakasema acha let us reason together. Tukikaa hapa tutakufa. Lakini tukienda tuko na option mbili. Tunaweza tukauliwa, tukiuliwa tutakufa tu. Na tunaweza tukahurumiwa, tukaishi. Hiyo pia ni sawa, tukipewa chakula. Na wakaanza safari. Sasa nikwambie, kulikuwa na option ya tatu hapo kujua. Kwamba si lazima wahurumiwa na wanadamu. Bwana ambaye aliwaumba hata wakiwa kwa hiyo hali. Hiyo hali ilikuwa itumike na Bwana for the glory of his honor. Bwana akafukuza jeshi ambao lilikuwa limeuzuru Samaria miaka mingi, akitumia watu 4 wenye ukoma. Vita ambavyo ilikuwa vimeshinda jeshi. Hata nikuonyeshe jambo. Huyu Naamani tunaambiwa alikuwa na ukoma. Tunaambiwa alikuwa na hatima kubwa tukiangalia. Na tunaambiwa alikuwa na ukoma. Sijui ilikuwa imechukua muda gani akiwa na ukoma. Pengine ilikuwa ni mwaka mmoja, pengine ilikuwa ni miaka 2, pengine ni 3, 4. Lakini wakati ambao alionekana anaangamia, Bwana akatuma msaada. Nasema hivi, wakati hali ilikuwa inaonekana kana kwamba inaendelea kumaliza, Bwana akatuma msaada. Bwana anatuma msaada wakati mwingine kwa njia ambayo haieleweki. Wakati alikuwa ameenda kwa vita, akachukua mpindi mmoja, wakati wanaua wengine, Bwana akamwambia spare this one. Hakumwambia physically, akamsaidia kwa akaifadhika. Wakati wengine wanaachwa, kulikuwa na mabinti wengi, lakini huyu mmoja akachukuliwa kama huyu mmoja ambaye alikuwa ni msichana mdogo, akachukuliwa kama mateka, akachukuliwa kama mtumwa. Nimekuja kuongelesha mtu, haijalishi unakaa kana kwamba umekuwa mtumwa mahali, uko pale for an agenda. She was there to preserve life. Anaona kana kwamba kwa hapa ameonewa, lakini Bwana amemleta pale ili siku kama ya leo hata wewe umkumbuke. Mambo mengine unayapitia, unauliza kwani nilifanya nini? Mimi nilikosea wapi Bwana? Ni agenda ya Bwana ya kubadilisha maisha yako. Ni agenda ya Bwana kubadilisha maisha ya mwanadamu. Bwana ako na agenda na wewe na atakusaidia. Yule binti mdogo akasema kuna nabii. Ni kweli huko niko mtumwa, lakini najua mahali nimetoka kuna nabii wa Bwana na anaweza akatatua hii shida. Kupitia kufanya kupitisha ujumbe. Najua hiyo inaitwa nini? Ni evangelism. Amen. Hata msichana mdogo Bwana akamtumia, taifa yote ikajua kuna msichana mmoja hapo huko ambaye ni tofauti, ambaye anamjua Mungu wake na anajua kuna nabii. Haleluya. Naomba haya majira Bwana
akawatendea wasichana wadogo nao wakaonekana kwamba wanaweza wakabeba Bwana. Maandiko nasema that young girl got married. Akatembelewa na malaika akaambiwa you are highly favored. Umeonewa kibali. Imekuja nikwambia na wewe Bwana amekuonea kibali. Youth Bwana ameonea kibali. Ni majira yenu ya kuona Bwana kwa maisha yako. Wajua a closed mouth is a closed destiny. Shetani akinawiri kukunyamazisha. Ukisema amen unapokea. Haleluya. Unajua kwanza yule malaika alitembea Zakaria mzee. Hata wazee pia wanatembelewa na Bwana. Na alipotembelea mzee, hata mama Elizabeth naye akawa ametembelewa. Nasema hata wazee na wamama wanatembelewa na Bwana ni majira. Inaanza kwa mama na wazee. Alafu kamwambia 6 months later nitembelea anaitwaje Kiswahili sasa? Your aunt. Binamu. Shangazi. Asante sana. Nilitembelea shangazi yako miezi 6 iliyopita na ako mjamzito. Yule ambaye aliitwa Tama, yule ambaye alionekana chapter yake iko close, imefunguliwa na Bwana. Haijalishi watu wameona chapter yako imefungwa wapi. Haya majira chapter mpya inafunguka kwa maisha yako. Haijalishi umeonekana unazimia au tazama, utainuka utapaa. Akamwambia nimebadilisha hatima yake. Na pia na wewe naanza mambo mapya sababu umeonewa kibali. Yaka. Huyu Mungu ni wa ajabu. Anakumbuka watu wote na kuwatetea. Akatumana yule msichana. Akaongelesha na si msichana aliongelesha, yeye aliongea information, habari ikafika. Na habari ilipofika akatuma aende akaponywe, lakini alitumia formula ambayo ilikuwa si elewa. Hasa nikwambie jambo. Maandiko yanasema hivi. Believe in the Lord your God, you shall be established. Believe also in his prophet, you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. Hao nabii Mungu anasema, I want us ni aseme mara 2-3. Hapo kuna kitu nataka iundike ndani yako. Ninakuombea na ninataka kwamba utanjaa roho ya ufahamu. Spiritual discernment. Kwamba hata mtoto mdogo akitumiwa na Bwana utakuwa na uwezo wa kufahamu. Kwamba utakuwa na uwezo wa kukosa neno la Bwana hata kama umelala ukisikia imepita. You will be able to grasp every wave ambao umebeba neno la Bwana. Huyu msichana afanani kama anaweza leta msaada, kama anaweza leta suluhisho kwa jemedari. Hata ukiwaangalia kuna ngapi. Lakini huyo ndiye alikuwa nabii wa Bwana kwa hiyo familia. Ndiye alikuwa angel wa kuunganisha wajue kuna nabii. Na kwa hivyo kama angepuuza maneno ya huyu msichana upili mdogo, angeangamia, angekufa. Lakini sababu msaada. Unajua kuna mahali kwingine kifanye evangelism, lakini sasa mambo ya ubali. Wanaamini a lady cannot bring the gospel. Kwa hivyo utamhubiria injili na akubali, lakini ukimwambia ukiona huyo dada atakataa. Ni atakataa. Why? Sababu ya conscience mbaya. Lakini acha nikwambie, mtu yeyote ambaye anatumiwa na Bwana ni mtumishi wa Bwana. Unafaa umheshimu na upewe ile neno. Na Mungu ana upendeleo. Anaweza akatumia mtu yeyote. Haleluya. Na kwa hiyo huyu nabii alipoambiwa akatumwa. Naamani akatumwa kwa nabii. Na alipofika Elisha akatumana. Long story short, najua kuna story ndefu lakini siko pale kwa story. Alituma Gehazi akamwambia ende mwambie aende akajitoke kwa mto wa Jordan mara 7. Utamuona. Lakini alipoambiwa yale maneno alikwazika. Mara nyingi wakati neno la Bwana limekuja linaweza likanja kwa namna ambayo hautarajii.
Lakini kabla hujakwazika, naomba ufikirie mara mbili. Unjiulize, unjikalishe, useme je, au ambao nikifuata, je, Bwana anamaanisha nini? Wajua nilijua watu hawapendi. Nataka kusomea mstari hapa. Nilijua hapa watu hawapendi kuambiwa makosa ama kukemewa, wanakuita kukemewa. Lakini maandiko nasema hivi, yule ambaye anakubali kukemewa ni mwenye hekima. Sema amen. Amen. Acha nipate hiyo verse muulize iko wapi. Nasema ndivyo nasema hivi. Chapter 2 verse 1. Kila apendaye mafundisho upenda maarifa. Translation nyingine inasema he who accepts rebuke, ama yule ambaye anakubali kukemewa huwa anapenda maarifa. Na inasema yule ambaye he that eats reproof. Kiswahili nasemaje? Achukiaye kulaumiwa. Kizungu inasema he who hates reproof, yule ambaye anachukia kuonywa ama kurudishwa ama kukemewa. Nafikiri natafuta neno ambalo ni nzuri kuliko hiyo. Nasema huyo ni kama nini? Yule ambaye anaitwa Mungu. Yaani huyo anakosa mwelekeo. Kwa hivyo kila mara wakati mwingine waenda ile kule kukemewa kukaja kwa njia ambayo haukutarajia. Lakini kabla hujapo hata kwa wengine, lakini esponyali west, hata kabla hujakwazika, ni vizuri ujiketishe na ujiongeleshe. Alafu naambia moyo wako usikwazike. Mpende Bwana na muendelee na safari. Amen. Kwa hivyo huyu Bwana alipopewa maagizo akafikiria kama mwanadamu na akakwazika. Lakini akapata watu wa kumtia moyo. Shukuru hao wapendwa walikuwa wazuri, wakamtia moyo. Wakamwambia ungeambiwa jambo lingine si ungefanya. Hii ni rahisi, hata nao alifanya. Lakini sikia, alipotii maagizo na akaenda, alitoka pale na uponyaji. Yule ambaye alileta ile ripoti ambayo alitumwa alikuwa hafanani. No wonder hata kwa na roho ya Bwana, lakini ametumwa na mtumishi wa Bwana. Na kwa hivyo hata akiwa hafanani, yeye ni mjumbe na amefikisha ujumbe. Na akitii ule ujumbe anabudi kupokea muujiza wake. Sababu muujiza ulikuwa umefungiliwa utiifu. Amen. Kwa utiifu wa neno la Bwana. Acha nikuonyeshe jambo. Maandiko yanasema hivi. Nisome andiko moja. Alafu nieleze. Na tumalize. Na tuombe. Maandiko yanasema Matthew chapter 13. Inasema he spoke many things unto them in parables, saying, behold, a sower went forth to sow. And when he saw some seed fell by the wayside, the flood came and devoured them up. Some fell upon the stony places. Kifika pale sema amen. Tuko verse gapi? Some verse 5. Okay, acha tuanze vizuri. Verse 3. Akawaambia mambo mengi kwa mfano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, tenge wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miiba, pasipokuwa na udongo mwingi. Mara zikatoka kwa udongo kukosa kina. Najua ni tuko wapi? Okay, kama tutaki kusoma acha nieleze.
Maandiko nasema huyu mpanzi Yesu aliwaongelesha kwa mfano. Na alipokuwa anawaelezea wakamuuliza swali. Wakamwambia, "Mbona unaongea kwa mifano?" Na akawaambia, "Ni kwa sababu imepewa nyinyi ufahamu." Naongelea ufahamu, kumbuka. Mmepewa nyinyi uwezo, ufahamu wa kujua mambo ambayo yamesemwa kwa mifano. Na kwa hiyo akaendelea kuambia wale ambao wana ufahamu, wale ambao wanao watapewa zaidi kujua. Lakini wale ambao hawana hata kile ambacho hata ile kidogo wako nayo watanyang'anywa. Haleluya. Kwa hivyo hivi nakwambia hivi kwamba ule ufahamu Bwana anataka uwe nao, unafaa uwe na ufahamu kwa wingi na maarifa, ili uweze ukasaidia watu wengi, ili ufike hatima yako, na pia uweze ukafikia hata watoto wako. Maandiko yanasema sababu mmekataa maarifa na mimi nimewakataa kama kuhani. Ukisikia usione kama nimekuhani pastors. Maandiko yanasema you are a royal priesthood. Think 1 Peter chapter 2 verse 9. Nasema you are a royal priesthood. But you are a chosen generation, royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you may show forth his praises of him who called you out of darkness with marvelous light. Wewe ni kuhani. You are a royal priesthood. Nasema pale wewe ni uzao teule, kuhani wa kimataifa, wa kifalme, taifa tukufu. Hiyo ndio inakuita. Na anasema baada ya kuitwa hayo yote, ukikosa maarifa, naye Bwana anasema atakukataa. Kwa hivyo hauna budi wewe ambaye ni taifa teule, wewe ambaye ni kuhani wa Bwana, kuwa na maarifa. Na anasema hivi sababu ya hayo hata watoto wako, hata watoto, anasema hata watoto. Tusome hiyo verse vizuri. Unasema sing thou have forgotten the Lord, sababu umesahau sheria yangu ya Mungu. Nasema I also forget your children. Kila mara ukisahau sheria ya Mungu, naye Mungu anasema atasahau watoto wako. Na kuombea kwamba hautasahau sheria ya Bwana, hautatembea bila maarifa. Bwana atakujaza na maarifa kwa kila jambo. Ukiwa na maarifa huwezi ukakwama mahali popote. How do you get knowledge? Knowledge kupitia kuitafuta. Inatafutwa. Huwa imefichika. Inatafutwa kwa kusoma neno la Bwana. Inatafutwa kwa kuketi usikie mafundisho ya Bwana na kuyatendesha kazi. Unayapokea wakati unaomba. Kuna kitu nilikuwa nafundisha hapo in Matthew, kwamba akawaambia imepewa nyinyi kujua kutambua mambo ambayo ni asiri. Na mimi nimekuja kuambia umepewa wewe kutambua mambo ambayo ni asiri. Sema amen. Amen. Mungu anajua uko na uwezo, na unafaa uwe na uwezo wa kutambua, uwe na maarifa ya kujua mambo ambayo ni asiri. Na unayajua, anaendelea kusema hapa, vile mambo ambayo ni asiri ya unayajua ni wakati kile umejua kidogo umeanza kukifanyisha kazi, Mungu anakufungulia ukurasa mwingine unajua wengine. Ukitendesha anakufungulia unajua wengine. Mradi tu kile ambacho umejua umeanza kukitendesha, umejua principle of sowing and reaping, umeanza kuifanyisha, Mungu anakuonyesha wengine. Lakini kama ile umejua hujachukua hatua, anajua wewe bado hujafahamu na umekwama. Na kukwambia chochote ambacho umejua utaitendesha kazi na itakuletea majibu. Kwa hivyo anawaambia hawa, akaanza kuwafundisha kwa mfano. Akisema mpanzi alitoka kuzipanda mbegu zake, zingine zikaanguka kando ya barabara, ndege wakazila. Kasema zingine zikaanguka na tusome. Sema zingine zikaanguka na zikamea, lakini tuko verse 5. Nasema zikatoka kondogo. Tusome pamoja go.
zingine zikaanguka kwa mamba, mahali ambapo hapa kuna udongo mwingi ama azike kwa na mizizi mikubwa, na zingine verse 7 zikaanguka kwenye miba. Zikafanya nini? Zikazizonga. Verse 8 verse 10 nasemaje verse 10? Sasa David akawajibu akawaambiaje? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, wale hawakujaliwa. Pastor naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Amen. Hata nikuonyeshe jambo. Wewe unafaa kuwa umejaa siri za kifalme na ufahamu na maarifa, ili uyafundishe na watoto wako. Nakumbuka pale mwanzo nimesema ukisahau sheria zangu utasahau watoto wako. Na inasema yale mambo ambayo unafaa kufundisha mtoto wako kwa wingi. Lakini sasa makosa makubwa ni kwamba kama mtu ana ufahamu ambao ni halisi, anaweza akawa expert ya mambo ambayo si ya kweli ama ambayo ni mambo ya makosa, na akafundisha aidha watoto wake makosa nao wakajua makosa. Ndio maana watu wengine ukiwahubiria huwa ni ngumu kumpokea Yesu, sababu amejengwa kwa misingi ya dini ambayo ni mbaya, na vile alijengwa kutoka pale ni ngumu. Na wewe naomba Bwana atasaidia, utakuwa umejaa ufahamu. Imani mtu ambaye ana ufahamu wa jambo na afundishe mtoto wake kutokuwa na ule ufahamu, inakuwa ni chaotic. Lakini sikia hapa, Yesu amesema nyinyi mmepewa ufahamu siri za ufalme, na kisha akaanza kuwatafsiria, akawaambia huyu mpanzi ni mhubiri. Sasa tuangalie hapa tupate mahali pazuri pa kuomba. Akawaambia mpanzi ambaye alitoka kupanda mbegu zake, tuko verse 19. Huyo ni mhubiri ambaye alitokea kuhubiri, na akaanza kuonyesha 4 types of grounds, michanga minne ambayo mbegu zilianguka. Na akasema mchanga wa kwanza ni kando ya barabara. Tusome pamoja. Verse 19 inasema, yangu inasema hivi, kila mtu asikialo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Kwamba ukisikia mahubiri na ukatae kuyaelewa vizuri, yule shetani anakuja. I think 19 nasema, if anyone hears the word of the kingdom and understands it not, then it becomes the wicked one. Usipoielewa, wajua unaweza ukasikia na usielewe. Yule mwovu shetani anakuja kwa haraka, anaiba. Akiiba ile neno, amekuibia silaha. Neno la Bwana ni upanga, ni silaha ambayo wakati ndio nimekwambia, kama kuna jambo unafanya, usome maandiko na uyasome, utafute ni maandiko gani yanahusiana na kile ambacho
uko na agenda na ukiombea kulingana na Bwana, huwa ni upanga wa roho na you are clearing really your way, kwa hivyo utapata ushindi. Kwa hivyo nasema sababu ni silaha. Mtu asipoifahamu, yule Mungu anakuja shetani baraka. Sababu ni AK47 na haujaelewa vile inatumika, anakuja anachukua. Sababu ni silaha, ni upanga, na ujui kama ni upanga au ujui vile inatumika, shetani anakuja anaipa. Sababu utaifahamu. Kama ujui kitu, ni mzungu mwingine alikuwa anapeana $500 euro na 500 ya Kenya. Watoto wakawa wanalilia 500. Anawapea noti mbili, wanalilia hiyo wakichukua 500. Was laughing. What? Sababu kama mtu hajafahamu kitu, anaweza akachukua ile ambayo si yenyewe. Na kwa hivyo hapa akawa Yesu anasema mtu ambaye anasikia neno na asifahamu, shetani anakuja anaipa haraka. Huyo anafananishwa na seed, mbegu ambayo ilipandwa na ikumea sababu ndege walichukua. Anasema huyo ni mchanga namba 1. Mchanga wa pili anasema ilianguka kwenye mwamba. Verse 20. Anasema verse 20, he that receive the seed into stony places, the same is he that heareth the word and nasema naye tusome pamoja. Yule ambaye ilianguka kwenye mwamba ni neno ambayo ilianguka, lakini kabla haijamea mizizi akaletewa majaribu yakamuondoa. Akaletewa majaribu, akasema hapana, yakamfanya arudi nyuma. Huyo ni mtu ambaye bado neno alijaingia ndani yake. Ndio maana nakwambia maandiko yanasema they that are planted in the house of God, they shall gain roots downwards and bear fruits upward. Kwa hivyo hata mambo ya kija ya kukusukuma, usiwe ambaye umepandikwa kwa mchanga kwa mwamba. Huu umejengeka misingi yako ndani ya Kristo ili uweze ukasimama. Hallelujah. Number 3, verse 23. Sorry, 22. Yule ambaye naye usikia anasema yule ambaye ilipandwa na ikaanguka kwenye mimba na ikamea mimba ikaichovya, ni yule ambaye usikia neno anaipokea kwa furaha, lakini mambo ya ulimwengu anapatana nayo, ana compromise. Anapatana na mambo anasema hapa acha tunitoe hiyo 50 nipite. Hata nitoe hiyo 5,000 nipate hiyo kandarasi. Inaanza kumuondosha kwa the cares of this world. Anapatana na mambo, anapima, anaona shortcut. Lakini hata nikwambie, kila mara ukiona jambo ambalo nilimekuja kama jaribu, lishinde na utaona ushindi mkubwa hapo mbele. Lakini ya mwisho inasema kuna zingine zilianguka kwa mchanga mzuri. Na hiyo hapo ndio tuko sisi wote. Nasema hii ya mwisho ndio sehemu yako. Hizi zingine si sehemu yako. Wako ni ile neno linaanguka kwa msingi ambao, kwa mchanga ambao ni mzuri, likazaa mafungu 30, 60 na 100. Na mimi nakuombea leo kwamba itazaa mafungu 100 kwa maisha yako. Neno lolote ambao unasikia likazaa mafungu 100 kwa maisha yako. Usikubali neno
uhubiriwe neno, alafu shetani aipe neno. Usikubali neno la Bwana liibiwe ndani yako. Ni upanga, ni silaha, ndio silaha yako. Ndio maana kwa hii nyumba, doctrine of this house ni 5 pillars, imejengwa na nguzo 5. Hiyo ni JCC, sio Nyali West. Nguzo ambao ni number 1, neno la Bwana, ushirika, maombi, imani na nini nyingine, na maombi. Nimesema vizuri? Maombi, imani, neno la Bwana, ushirika na kutoa. Amen. Hiyo ndio kila mshirika ambaye ni wa JCC anafaa awe hodari kwa haya mambo. Kwa maana kama utakuwa hodari kwa neno, kama utapokea neno na ukubali ipiwe, nimekuja kuambia ukipokea neno ilinde, izamishe, iondoe kwa kichwa, download it to your spirit, kupitia kwa maombi na kuiamini, na uiombe ndio inaitwa meditation. Uifanyishe kazi, ukienda unamwambia Bwana neno lako, ukiombe kitakufanyia kazi na utakuwa hodari kwa neno. Ukiwa hodari kwa neno, hiyo ni silaha tosha. Haufai kuwa mdhaifu. Maana tunasema neno la Bwana likae ndani yako kwa wingi, kwa maana wakati ambao ni wa misukosuko, neno la Bwana litakupigania. Imani pia, the most precious thing in your life. Unaweza ukapoteza vitu vyote, usiwaipoteze imani yako. Tena uilinde. Za Yesu aliuliza, wakati atakuja mwana wa Adamu atapata imani? Hiyo ndio swali limtatiza. Kwa hivyo unaweza ukapoteza vitu vingine, lakini usikubali kupoteza imani yako. Usipoteze even the confidence, maandiko yanasema. Kwa hivyo inamaanisha kuwa hodari kwa imani. Kile ambacho nimemwamini Bwana, najua atatenda na atatenda. Full stop. Na utaona ushindi wa Bwana. Wale ambao tunawasoma kama generals ni watu ambao walisimama na imani. Ndio unaambiwa by faith Moses, chapter 11 of Hebrews. By faith Shadrach, Meshach, Abednego. By faith Abraham. By faith hao wote walifanya mambo makuu wakitumia imani. Na imani huwa haiendi bila maombi. They are intertwined. Huwa ni mapacha. Hakuna imani bila maombi. They go together. Amen. Kwa hivyo wakati kama utakuwa hodari kwa imani, lazima uwe hodari kwa maombi. Na maombi ambayo naomba effective huwa inaongozwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hizo zote ni kuomba. Ni kuambia kuomba na Roho Mtakatifu, pray in tongues in the spirit, na pia ni kuomba kulingana na neno. Kwa hivyo maombi, imani na neno ni cycle moja. Amen. Na it's other ingredients. Ushirika, usipuuze ushirika. Amen. One shall chase 1,000, wawili 10,000 to flight. Na mwisho ni kutoa. Lazima uwe hodari kwa kutoa. Kama utashinda umasikini, uwe hodari kwa kutoa. Amen. Haufai kuwa mnyonge kwa any of those pillars. Ukiwa mnyonge utaonewa. Nasema ukiwa mnyonge kwa kutoa, shetani atakuonea pale nje kwa biashara. Atakuonea kwa kazi, utasukuma na utaondoshwa. Lakini ukiwa hodari, sadaka yako itakuongelelea. Ukiwa hodari kwa maombi, wachawi watakupea njia. Lakini ukiwa mdhaifu, watakuhangaisha. Sema Bwana nisaidie. Niwe hodari kwa maombi. Niwe hodari kwa neno. Niwe hodari kwa imani. Niwe hodari kwa kutoa. Na niwe hodari kwa ushirika. Kwa jina la Yesu Kristo. Naomba iwe sehemu yako. Ukiwa mnyonge, shetani atafurahia sana. Lakini nakuombea ukipita, utapita kama shujaa, kwa maana unaelewa kile umebeba. Unajua ukiona simba, kama mtoto ka simba, ndivyo tunaangalia hapa, ukipatana na mbwa kubwa hapa mtapitana. Lakini ukipita hapo uone kama mtoto ka simba, kanaitwaje Kiswahili? Kazi mwana simba.
Mtoto wa simba. Anaitwa Mtoto wa simba. mtoto wa simba. Nifundisha Kiswahili. Sasa huyo simba mdogo, sasa nimwite hivyo kwa sasa. Ukikutana naye pale kwa siku mbili, hapa itakuwa ni chaos. Na pengine ni hata unaweza ukampiga akaanguka, sababu ya kile amebeba. Kwa hivyo wakati ambao kolote umejaa hizo silaha zote, hata kama unafaa ufanani, shetani alikuona atakuondokea. Hata kuona akukimbia, hata kama unajiona uko mnyonge, una uwezo, sababu ya kile umebeba na kile umejua. Ndio anakuombea Bwana atakusaidia, utakuwa hodari kwa hayo mambo yote. Amen. Na ukitembea huo shujaa, hata mambo yakija, hata yakija kama gharika, yakija kama mambo makuu, Roho wa Bwana atakuinulia kiwango. Hauwezi ukazama. Hata yale ambayo yanaonekana kama ya kuzamisha, nimekuja kukuambia kuwa na ufahamu. Maandiko yanasema malaika akaja akamwambia Danieli kwamba nimekuja nikuletee ufahamu. Understand this. Ile siku ambayo ulianza kuomba, hii dunia uko na wakuu walizuia maombi yako. Si kwamba Mungu hajasikia. Yalisikika na yakazuilika. Akamwambia amenizuia hapo siku 21, lakini ni majira mapya. Nimekuja kusema hivi kwamba kwa sababu umepata ufahamu, hauwezi ukazuilika tena. Hata kile ambacho kilionekana kinakuhangaisha, hakiwezi kikakuhangaisha tena. Haya majira Bwana akakuinua. Haya majira, maandiko yanasema hivi kwamba watu wana wa Isakari walikuwa ni 200. First Chronicles chapter 12 verse 32. Walikuwa ni 200 viongozi wao, and they were in command. Walikuwa command. Tumefika pale. Tusome. Go na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Hiyo ni mfahamu ama maarifa. Tuendelee kuyajua yaliyopasa Israeli watende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Viongozi 200, sababu walikuwa na akili ya kujua majira na nyakati, sababu walikuwa na uwezo na maarifa na ufahamu. Wote walikuwa chini ya amri. Kama mtu atakuwa chini ya amri, anahitaji kuwa na ufahamu. Amen. Bila ufahamu, mtu hatajua kukaa kwa. Na ukikaa kwa amri ya Bwana, ndio utaingia mahali ambapo unafaa kuingia na kufika kwa haraka bila kuzuilika. Hata mambo ya kinja ambao ni misukosuko, utajua haya amekuja kuninua. Si maandiko yanasema when the enemy comes in like a flood, akija kama gharika, usiseme mwisho wangu umefika. Jua ni majira yangu ya kuinuliwa. Hiyo majira itaniinua. Hiyo maji itakuinua upeo na upeo. Hayo misukosuko itakuinua upeo na upeo. Sasa nikuulize jambo kabla siamalizia. Wakati umeona misukosuko, si wakati wako kuja, ni wakati wa kuanza kufurahia, sababu umejua ni level nyingine unaenda. Lakini kama ujui, shetani atafurahia, sababu utaona mambo yangu yamefika mwisho, lakini mwanzo mpya. Haleluya. Na kama una misukosuko, mwambie Bwana nitumie misukosuko, sababu lazima uende upeo mwingine. Tulisema upeo ni 3. Ni kutembea, ni kukimbia ama kupaa. Hata kabla huu mwaka uishe, lazima uingie upeo mwingine. Acha nikuonyeshe. Mungu anaweza akakutendea jambo na akakufikisha mahali unahitaji kwa wepesi. Haijalishi hali imekaa kiasi gani. Hii alama ni sijui ilikuwa imekaa, lakini wakati alipata ufahamu kwamba Bwana kuna mahali anaweza ikasaidika, alisaidika. Maandiko yanasema kulikuwa na wengi walikuwa na ukoma, lakini Mungu aliponya huyo mmoja. Kuna wengi wanaweza mkawa hali moja, lakini ukipata ufahamu na ujue naweza nikamlingana Mungu wa Israeli, nikwambia yule Bwana kulikuwa na wengi, lakini yeye akamlingana Bwana. Akamwambia Bwana,
laiti ungenibariki kweli kweli. Bwana akamjibu. Nasema kulikuwa na wanawake wengi ambao walikuwa ni wajane, lakini Mungu alimfikia yule mmoja. Kulikuwa na watu wengi walikuwa, lakini mama alipojua ninaweza nikamguza Yesu nikapona, na akachukua hatua. Hao watu wa kibama walikuwa wanachukua hatua. Haleluya. Amen. Aliposikia Yesu anapita, Bartimayo akasema leo ni siku yangu. Nimepewa majina nikaitwa Bartimayo mwana wa Bartimayo, kipofu muombaji, lakini leo hayo majina yanafika kikomo. Huyu Yesu kama atafika hapa, nitamuita mpaka anitike. Naomba ukamuita Bwana mpaka akuitike. Hautakoma kumuita mpaka upokee jibu. Yule Elia anaweza kukupa. Na akamuita Bwana mara 7. Mara ya 6 anaweza akanyamaza, lakini mara ya 7 utatokea na jambo. Hiyo si maombi ile unaomba ukiwa unalala. Hasa nikwambie, wajua wakati mwingine tunaomba hata tunakutia moyo. Lakini hasa nikwambie kweli, kama utaomba maombi ambao utapokea jibu, si ile ya kutoa moyo. Si ile ambao utaomba kwa comfort zone. Sasa hivi tukianza kukimbia hapa, tuseme tunakimbizwa na paka. Kila mtu atakimbia bila hata kuna mwingine anaweza akampiga teke. Lakini simba ngurume hapa, ngurume tu hata hujamwona, unasikia ndio hao hapo pale. Utajua hapo vile watu wanajua mbio. Na wewe ndio nakwambia ile hali yako uzito wake. Kama uko na hali nzito na uamue kupambana na, utajua moyo, utaomba kama umelala, kama kwa comfort zone utajikaza, kama uko willing kutoka kwa ile. Amen. Hatutakutia moyo uje kwa kesha, utajitia moyo. Hata tukikutia moyo, shukuru Bwana, utakuwa umepata mtu wa kutia moyo. Lakini wewe ujitie moyo, mwambie Bwana, hii hali huwezi kavuka. Acha nikuelezee jambo la mwisho. Maandiko yanasema the spirit of the Lord is upon me. See Luke chapter 4 verse 18. He has anointed me to preach the good tidings to the poor. Isaiah, pia Luke, I think pia Luke inaweza ikasema hivyo. Ni mara mbili, acha tutumie hiyo ya New Testament. Acha tuone ya New Testament kama inasema hivyo. Sababu watu wanapenda sana ngano mpya. Isiposema hivyo tutaenda Isaya. Uipate Luke 4:18. Aya, twende pamoja. Kwanza tusimame hapo. Hiyo ndio injili ya kwanza. Yesu alipopewa kitabu, alifungua akahubiri. Akasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa hivyo kama utaachieve much in this life, Roho wa Bwana is not an option. Kama mpendwa, kama tuoperate na ushindi. Na akasema amenitia mafuta kuhubiria masikini habari njema. Kwa hivyo kama kuna mahali umekuwa kana kwamba unaona umasikini, kuna habari njema kutoka kwa Bwana. Na habari njema ni kwamba hufai kuwa masikini siku zote za maisha yako. Habari njema ni kwamba hufai kuwa masikini hata huu mwezi wa 10 wa 2025. Bwana ako tayari kukuondolea shida zako. Na anasema hivi, kuhubiria masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Kama kuna kifungo imekufungua mahali, na itangazie ivunjike, ufunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Na anasema na vipofu kupata kuona. Mara nyingi unaweza ukawa na macho lakini usione kile Bwana anataka uone. Naomba Bwana Paul anasema that their eyes of understanding may be enlightened. Hiyo ndio ilikuwa maombi yake kwa kanisa la Efeso.
kwamba macho yao ya ufahamu yafunguke, na wewe Bwana akafungue macho yako ufahamu, uone mambo yote ambayo unafaa kuyaona. Na anasema nje na vipo kwa kuacha wao waliosetwa. Kama umesetwa na next, naomba hizo vifungo vivunjike. Hata kama ni makoto ya vunjike, hata kama ni mira zivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Next verse. Na anasema na kutangaza mwaka unaokubalika wa Bwana. To declare the example here of the Lord's favor. Mwaka wa Bwana ukubalika. Naomba haya majira ukawa ni mwaka wa kukubalika kwa Bwana kwa maisha yako. Bwana akakupa majira ya kukubalika. Huu mwaka ukaleta mambo mazuri. Haya majira ya hii miezi ambayo umepata, ukapokea uwezo wa kupaa kama tai. Ukapokea kuinuliwa na Bwana. Chochote ambacho kimekuangaisha kifika mwisho. Naaman ameamka na ukoma. Akarudi nyumbani akifurahia akisema, Mungu wangu amenipigania. Mungu wangu amenipigania. Naomba Bwana akakupe wimbo mpya kwamba Bwana wangu amenitendea, Bwana amenipigania vita. Wajua, nafikiria aliingia na nyimbo nyingi sana. Pia akisema Bwana amenitendea. Amenitendea. Nani? Sababu yale ametenda hayawezi, hakuna ufahamu wa mwanadamu. Watu wanajua mtu akiwa mkoma hatima yake ni paradise na kaburi, lakini Bwana amebadilisha story ghafla. Naomba Bwana akabadilisha story yako ghafla. Haya majira Bwana akakutendea jambo ambao watu hawataweza kataa kwamba Bwana ametenda. Huyu Mungu ni wa ajabu. Anatenda, anabadilisha mambo ya Naamani ghafla. Hata wale ambao walikuwa wanamuona kana kwamba anaangamia, story kabadilika. Haikuchukua muda. Hata kwako isichukue muda. Mwaka ukaanza kukubalika, ukaleta furaha na shangwe kwa maisha yako. Ilionekana kana kwamba ataisha. Nimekuja kusema hicho ambacho kilionekana kitakumaliza, ni wewe utakimaliza. Ni wewe ukisaidiwa na Bwana utaishinda na utasimama kama imani kwamba Bwana aliwezesha. Hii ingine anatokea utukufu wa Bwana. Hii miezi imebaki, sina shaka. Wajua mimi najua majira. Ni majira ya mambo mengi, a lot of activities. Na kile ambacho nitakwambia kusema jambo hapa. Andiko nasema kwa miaka 3.5 kulikuwa hakukuwa na mvua. Lakini huyu alikuwa kwa bidii. Hiyo maombi nimekwambia alikuwa ameweka kichwa hapa. Nikakwambia hiyo maombi, ukitaka kujua uwezi unalala, nenda ujaribu kuweka kichwa hapa. Ndio utajua kwamba aliomba maombi ambayo haingempea starehe. Na kama iwezi kampea starehe, hata mbingu iwezi kaipea nafasi ya kupumzika. Na maandiko nasema ile maombi ikasababisha mvua ikaja, ikabadilisha hali. Hata nikuelezee kitu maandiko ikusema. Utakubalia nikueleze kwa Ufunuo? Utakubalia nikuelezea kwa Ufunuo kitu maandiko inasema? Mvua ya miaka 3.5 mvua ngapi? Mvua ngapi? Mwaka mmoja unakuwa na mvua ngapi? 2. Kwa hivyo miaka 3.5 mvua 7. Mvua 7 ikanyesha. Amen. Watu wakapanda. Hiyo Biblia inakwambia, lakini nitakwambia. Watu wakapanda. Na unafikiri walipanda wakataka kula? Walikula. Sababu mambo yalibadilika. Wakati umesikia mvua ikanyesha kwa wingi, ni mabadiliko ya majira. Na mimi naomba haya majira mvua ikanyesha kwa maisha yako. Ukatembea, wajua tumemaliza the feast. Maandiko yanasema kuna mvua ambayo inaambatana. Wale ambao wanasherehekea kuna mvua wana experience. Haya majira Bwana akaleta mvua ya baraka kwa maisha yako. Majira haijalishi muda gani imekaa ukame.
Haijalishi ni miaka 3.5, majira mapya ya kujilia kwa jina la Yesu yaanze sasa hivi kwa maisha yako. Nasema upokee majira ya kupanda na kuvuna, upokee majira ya kutembea kwa mbingu zilizo wazi, ukapokea majira ya kutembea kwa ushindi wa Bwana. Ikaanze zaidi kwamba hata kabla hatujaingia 2026 utaingia na wimbo, utaingia na shangwe, utaingia kusema Bwana amenitendea. Utasema 11 hour, mara ya 7 Bwana amenitendea, mwezi wa 11 Bwana amenitendea. Ni roshine. Sina Africans hapa. Haya twende. Mwega ni roshine. Eleven hour. Sawa, nitawafundisha. Sikia, ile 11 hour Bwana atakujilia. Wakati mwingine inaweza onekana umechelewa, mambo imeenda hivi, lakini 11 hour mpaka iko. Na huyu Bwana anapenda kujua hiyo inaonekana kana kwamba kila kitu imeisha, ndio abadilisha mambo. Nataka nifunge, lakini kuna kitu inaingia. Wakati wameona video imeisha, Bwana akawaambia naanza jambo jipya. Akawaambia jaza manasi. Analeta kitu ambacho ni peculiar. Nasema majira something new, unusual, peculiar itatoka kwa maisha yako. Nimalizia hapa. Wewe ambao umeonekana umeisha, umejiona kana kwamba hatima yangu watu wamesema iko hivi na kweli, ndio Bwana umelala tibali kuja akaniambia njoo ndo anasema ABCD. Haikuwa ukiniangalia unasemaje? Watoto wanasema mimi akili yangu si nzuri, hebu niambie. Hata nikwambia, hata kama wamesema mambo yako si sawa, nimekuja kukuambia yako sawa. Hata kama wewe ukijiona uelewe, nasema Bwana aliyekuumba anasema uko sawa. Alisema you are fearfully and wonderfully made. Na uliumbwa kwa sababu ya kusudi lake. Nama ni ambaye anaangamia. Bwana akimwangalia anasema bado kuna vita utapigana. Bado niko na agenda na wewe, akamponya. Nasema japo mambo mazuri yatatoka ndani yako. Hata kama umeona kuna kitu kizuri Bwana alikuwa na kitatoka ndani yako. Apostle Paul alikuwa ni muuaji mbaya. Ameoa watu na kila kanisa ilikuwa inamwombea, nafikiri God kill him, Bwana moyo. Lakini Mungu akasema hapana, sitamuua. Mambo mengine umeombea Bwana yaue, kumbe hapo na agenda nayo, kumbe atayatumia. Kama angemuua sasa hatungesoma hiyo New Testament tumesoma pale, hatungekuwa na ufahamu mwingi. Lakini Mungu anajua huyo ambaye umemwona kama muuaji, huyo umemwona ambaye hafai, hatima yake itakuwa nzuri. Nakuja kusema hata kama hapa katikati umeonekana uwezi, mwisho wako utakuwa bora. Future yako itakuwa bright. Kesho yako ni nzuri kuliko mahali uko leo. Naam, kumbe unaisha. Kesho yako ni nzuri. Mwambie jirani usinione vile niko. Kesho yako ni nzuri. Kesho yako ni bora kuliko leo yako. Unaamini hayo? Ikuwe sehemu yako kwa jina la Yesu. Ndio kuna wimbo sipendi, lakini sasa siimbe sababu sipendi. Lakini point ni kwamba kesho yako ni nzuri kuliko mahali huko. Na mahali huko haiashirii situation ya huko ale huko, haiashirii, it is not a predicament of where you are going. Haina liko ground kumaanisha mahali utaenda. Bwana mwenyewe ndio ako na neno la mwisho kuhusu maisha yako. Simama kwa miguu yako. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna. Iba
kutoka kwa moyo wako. Hakuna Mungu kama, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Ningependa uinue mikono yako, uinue sauti yako, umwambie Bwana, nimetambua kwamba hakuna Mungu kama wewe. Wewe ambaye unaweza ukabadilisha hali ya mtu hata kwa siku moja, mwambie utashinda hali yako. Umwambie Bwana apunguze hiyo hali nyingine mbele za Bwana, naye akapunguze, akatende yale yeye peke yake anaweza akatenda. Hey, ya kala balosa katayaba. Na ikamoja pour your hand before the Lord. Haya mahitaji ya mbele za Bwana. Mwambie Bwana akutetee. Mwambie Bwana ondoe mizigo yako. Mwambie Bwana haya majina yasikupite. In the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana hata ikale ya mahali imekaa, hata kama imekaa miaka, ubadilishe siku ya leo. Ubadilishe hatima yako Bwana. Ubadilishe Bwana. Ubadilishe Bwana. Yoyote ambayo minyororo ivunjike, mwambie nimepata ufahamu kwamba ni wewe ambao kuna neno la mwisho, kwamba si wanadamu. Yekalabarosa kataya makudaba. Yerokataya kadaba. Grace to rise. Anointing to rise. Anointing to break every yoke. Hey, yakalobasia. Yatenda for you, Lord favor. Mwaka kukubalika. Majira ya kukubalika. Majira ya ushindi wa Bwana. Kuinuliwa na Bwana. Baraka za Bwana ziwe juu ya maisha. Minyororo ivunjike. Kawana zote zikaanguke. Katika jina la Yesu Kristo. Ukamwone Bwana kwa njia zako. Bwana akutetee. Bwana akuinue. Magonjwa yeyeyuke. Kawana zote zianguke. Haya majini ukatembee. Ushindi wa Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I give you glory. I give you honor. I praise you, Lord. Oh, are you call about those? Come on, somebody pray. Pray. Oh, yeah, Lord, Sakalia Magada. Oh, my Shakoja. We lay our crown and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted. Nakushukuru. Umenena neno lako Bwana, jinsi umeliweka kwa moyo wangu. Naomba likazae matunda makungu pia kwa utukufu wa jina lako. Naomba Bwana, basi mmoja hapa chini ya sauti yako hapa ataenda jiona. Basi hapa ni mgonjwa Bwana, atatoka hapa na kilio. Basi hapa Bwana amekuja kwa nyumba, atatoka na mzigo mzito. Ukaondolee, ukawatetee. Wagonjwa wakapone. Wale ambao Bwana wamesetwa ukaweke huru kwa utukufu wa jina lako. Tana na kila hitaji Mwokozi. Penda na kuheshimu na kuhimidi. Utukuke milele kwa maana mwaminifu. Pengine uko pale na hujaokoka, hujapeana maisha yako kwa Yesu. Unasema mimi niko hapa. Ni siku yako ya wokovu. Hauwezi ukatoka hapo ukaenda jiona. Ni siku yako leo, inua mikono yako. Nami nitaomba na wewe. Naye Bwana ataingia kwa moyo wako. Utaokoka na utaona baraka za Bwana kwa maisha yako. Sikubali kutoka uende jiona. Inua mkono wako kama hujaokoka.
nami nitaomba na wewe utapokea Bwana. Utapokea muujiza wa Bwana na baraka za Bwana kwa maisha yako. Kwa pale hujaokoka, wewe unakuongelesha. Sisi wote tumeokoka. Don't come with your life. Maisha yako ni yako. Kila mtu atatokea mbele za Bwana peke yake. Na wakati utatokea, jirani atakuwa, usimwogope. Yeye mambo yake iko sawa, ameokoka. Kwa hivyo kama hujaokoka, hiyo mkono wako vizuri, nami nitaomba na wewe, naye Bwana atakutendea. Utaokoka, utapokea Bwana. Enze worthy of our praise. Oh, you are worthy of our praise. Kama kwa mmoja wewe mkono wako uko pale kwa mmoja, usikie vizuri. Ama uko na hitaji, nasema ile hitaji Bwana aniondolee, na nipe hiyo nafasi. Toba na wewe na Bwana atakutetea. Uko pale kwa mmoja, uko na hitaji lolote, takupea dakika moja ukimbie tuombe. Worthy of our praise. Oh, you are worthy of my calling as a blessed. You are worthy of my praise. Oh, you are worthy of my praise. Father, we give you all the glory. Thank you for aiding us. Thank you for the miraculous. I decree and I declare, be anyone sick, healing into eternity, freedom of God catches everyone under the anointing of my voice. I release miracles, signs and wonders. I declare the lifting of God over everybody. I worship you and give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Wewe ni zaidi ya mshindi. Umeingia majina ya ushindi mkuu. Amen and amen. Asante, unaweza ukaketi, msalimie huyo mshindi, mwambie wewe ni zaidi ya mshindi. Amen. Asante Bwana. Tunaweza tukaketi. Sasa ningependa, sababu wewe ni zaidi ya mshindi, uchukue sadaka nzuri ya kumwambia Bwana haya majira. Umwambie Bwana namalizia mwaka in his time. Umwambie Bwana mwezi wa 10 kabla hujaisha naingia na muujiza wako. Haleluya. Amen. Sema amen. Take the best offering you have. Kama unaweza tabu ama triple, utakuwa umefanya jambo la sawa. Prophetic na mambo yako utachukua kondomu. Kama unalipa na M-Pesa, lipa na M-Pesa. Naenda paybill number. Naeka 99 1070. Account to A ya West. Wale ambao pia wazaangalia kwa screen ziko. Baada inaitwa main service. Alafu kwa hiyo bahasha ambayo utapokea utaandika code. Kila mtu tayarisha the best. Unajua kila mtu ameinua sadaka yake. Kama jirani ana sadaka, utampea sadaka, sababu lazima naye pia apokee baraka. Amen. Sisi wote tunatoa. Ndio tukitolea Bwana tunapokea baraka. Amen. Umempewa jirani yako sadaka, inua mbele za Bwana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naomba ukabariki sadaka zetu na ukabariki kila mtoaji, pasiwa ambaye atakuwa maskini. Naombea kila mmoja kwa hii nyumba, pasiwa hata mmoja Bwana ambaye atakudhiaki, pasiwa mmoja atakuwa maskini, bali ukawabariki na ukabadilisha maisha yao na hatima zao. Mwangaza wa Bwana ukaonekane
kwa maisha yao na kwa hatua zao zote, wakawa na ufahamu wa kujua jinsi ya kufanya, ya kuelewa majira na kukaa katika amri ya neno la Bwana, kutukuza na kuheshimu kwa jina la Yesu Kristo na kuamini. Amen. Tutatolea Bwana